Hebu tumkaribishe askofu wetu kwa shangwe na vigeregere anapotuletea neno lake Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu Yesu ndio maana mimi namtukuza, ametenda mema. 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 Huyu Yesu ndio maana mimi amenitendea. Huyu Jehova ndio maana mimi namuinua, ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi namtukuza. Amen. Banarika, Bwana asifiwe. Praise the Lord. I'm saying hi to everyone who is here, hata wale walioko nyuma. Hallelujah. Kiapa, Bwana asifiwe. Amen. I want to welcome each and every one of you. You may be seated. Na wakaribisha KARURA MUNYAKA in the name of the Lord. Na leo nashukuru Mungu sababu nawaona mumejitolea kabisa kuwa hapa. Amen. I am highly appreciative kwa vile mmejitokeza kwa wingi. Na kweli ni muda hatuja kuwa pamoja. Time I was in was it Muchatha? Yeah, we had a wonderful time of worship. Sindio? That's the last time I was with you guys, and I really appreciated that moment with you. I'm also happy that you are keeping the fellowship of the youth alive. Amen. Hii fellowship ya wanarika, sababu kuna I can see I have a lot of graduates here, really serious graduates. Ama unafikirianga wale wanakojaga fellowship ya youth hawajasoma? Wamesoma sana. I can see graduates here. I can see guys who are through in colleges. Hata wengine unasikia tuna stream live saa hii. Si yao ni digital text. Ama kwa hivyo sio kidogo sisi. Ukituona tumeketi hivi usifikirie kwa sababu hatuna suti, sio mambo yote sisi. They are very serious people here. Amen. And that's a good thing. And I'm also happy that the leadership of the youth is keeping this group alive, strong and well. And it's my prayer that we are going to continue uniting the youth, giving them a platform to worship the Lord, giving us a fellowship platform also. Ama interaction katika wana youth mnaionaje? Interaction imekuaje? Iko sawa? Leo you guys are like down. What's cooking? Ni nini iko jikoni? No, interaction is also a wonderful thing. I have always said this and I will continue to say it until my dying day. You will never marry an enemy. You will always marry a friend. So your husband will first be a friend, and then he will become a boyfriend. Sindio? Alafu atakuwa engaged girlfriend mpaka awe wife. That's the process. Na kama haupitii hiyo unajidanganya. Nikikwambia kuja nikuweke kwa nyumba, hiyo doa imeisha. It will only last for some time. But if you go through the processes, hiyo process itajitoa yenyewe na utakuja kuwa na bibi na mtakuwa mnaelewana na ni rafiki yako. Amen. So it's always good
make you have. Can I repeat that? Najua siku hizi, you see with the young men and young women, when it comes to courtship, inakuwaga ni kitu inafichangwa hivi. And they want to do it somewhere in the dark. That is the world. Men and women of God do these things in daylight. Kwani ni vibaya nikikwambia nakupenda? What is wrong in that? See? The baton. Ni wangapi wanajua mambo ya relay? Relay is teams. And those teams, we have the starting team, we have the second team, we have the third and final team, and all those teams are placed in about 3 groups. So whenever you hear we have a relay, watu wale wanakibia ni wangapi? Ni watatu katika timu yako, watatu katika timu yako. So this relay, you got there are laws and regulations. Ebu sema laws and regulations. Yeah, now the problem with the youth is they don't like laws and they don't like regulations. Hawatakangi sheria, wanatakanga kila kitu ifanywe bila boundaries, si ndio? But if you're going to play this game of running of called relay, you got to andia ama ufuate sheria na mikakati ya ukimbizi wa relay. Tunaelewana sasa? So if you want to run the relay, laws and regulations are very necessary. Number 1, you have to keep on your track. Nani wameenda kwa running stadiums? Si umeenda? Yaani mnataka kuniambia hamjaingia shule, hamkuwa shule. Si ni lazima mlikuwa mnachora na chokaa, mnapangwa. Si ndio? Kwa hivyo unaambiwa lazima ukimbilie nini? Laini yako. Ukitoka kwa laini yako, what happens? So kabla hatujaanza kukimbia, kama wewe hautafuata sheria, automatically we can prophesy what will happen. Kama hautafuatilia line yako, tutaprophesy, si ndio? Tutasema utakuwa nini? Disqualified. So we can predict whether you will be successful or you will fail. Why? Because you have to keep within the laws of the race. Tunaelewana? There is another law, and it says that yule ambaye amekibia ni lazima ampatie baton yule ambaye atakayemfuata. Na ukiangusha hiyo baton, it is automatic. Hiyo race yenu nyinyi watatu totally disqualified. Unanielewa sasa? So now we have an issue, because I want to talk about passing the baton, and this is passing the baton from an elderly person like our warukira here to a young person who is you. Do you want me to pass the baton? It is called the relay of life. It's a life relay. A life relay. Let me ask you, if you were given a choice and you want to run a relay, would you have somebody choose the people you will run with, or you would rather choose the people yourself? Ungetaka uchaguliwe wale watu mtakimbia na wao, ama wewe ndiye ungependa ujichagulie wale mtakimbia na wao? Ujichagulie. What qualities will you look in those people?
Nataka tuhubiri na wewe, so usifikiria ati ni mimi nimekuja kuhubiri. I want us to understand each other. Ikiwa mimi nitajichagulia wale watu ambao tutakibia na wao, ni muhimu ya kwamba mimi nijichagulie wale tunakibia na wao. Jambo la pili, wale tutakibia na wao, mimi nitakuwa na jukumu la kuangalia wale ni wakibizi wazuri, na ni wakibizi ambao bado wanaweka sheria, si ndio? Sababu ikiwa you are so fast lakini you don't keep on your track, automatically wewe utatudisqualify, si ndio? So I would rather have a slower person lakini someone who can keep on the track, si ndio? Pengine wewe unajua kukibia sana lakini wakati wa kupeana baton unaiangusha, so we are disqualified. Kwa hivyo hata kama wewe ni swala, hautatusaidia. We are going to be disqualified. I am laying down a foundation because something I need to teach the youth today is I want to pass a baton to you. Are you ready? Do you want the baton of life? Number one, everybody likes to succeed. Nimetembea na watu wengi sana na sijasikia mtu ambaye hataki ushindi kwa kimaisha. Ama kuna watu wangetaka kufail in life hapa, tuwapatie leave sababu they would like to fail in life. Is there anyone who would love to fail in life? You don't want to fail in life? I want to pass to you a baton of which it's the winning team. Unaitaka hiyo baton? I have a very short time to pass this across to you, so I will really need your attention. In life, there are laws. If you will be attentive, I will take very short time to teach you about law. In life, there are laws, and there are 3 types of laws. 3 types of laws. Type number 1, we call it legislative law. Wale jamaa tunachagua wanaenda parliament and they legislate law. Ushasikia hiyo? Wale wanaotunga sheria, unawajua wao? Wanaitwa MPs. Wanaenda kwa parliament ndio wanaandika sheria na inakuwa legislative law. Legislative law has its specific purpose. Legislative law ni ya vile wewe na mimi tutakaa pamoja. Inasaidia wewe ukiimba kuku yangu, mimi nitakustaki. Country have to run the legislative laws and adhere to those legislative laws and follow those legislative laws, and when you break those legislative laws, there are penalties and there are jail terms and things like that. Ndio unakuta kuna capital punishment, life for life. Ukinyonga mtu na wewe utanyongwa. Tunaelewana sasa? It is called legislative law. It is the purpose of legislative law ni ya kusaidia nchi kuweza kukaa pamoja. Tunaelewana hiyo? Now, legislative law, I don't want to dwell into it because according to the law kuna kitu moja. Hauwezi kwenda mbele ya judge umwambie haukujua. Hauwezi kwenda kwa judge umwambie mimi sikuwa ninajua hiyo ni sheria. Ignorance of law is no excuse. Umenielewa? Kama haukuwa unajua utalipa ili ujue. So you will be charged according to how wrong ama vile umevunja sheria. Now, why am I communicating this to you? Because I want you to understand these 3 laws. They are very, very, very important. Legislative law. Now, I want to bring you to the second type of law. There is something which we call ritual laws. Now, nimeingia katika dini. Our patron, KARURA youth patron, ametuambia kuna watu walibatizwa, si ndio?
What were they doing? Walikuwa wanaenda kwa mto kujichafua? Walikuwa wanafuata sheria za kidini kulingana na mafundisho ya wokovu. Kama unataka kukaa katika wokovu, there are some ritualistic laws you got to follow. Amen. Yani nikiwa mimi nataka kuokoka, ni lazima nifuate sheria. Ni sheria gani nitafuata? Nitatubu dhambi zangu, nitakuja hapa, nitapiga magoti na nitaombewa na nitatubu na nitakuwa pronounced ati nimefanya nini? Nimeokoka. Kwa hivyo ninafuata kitu tunaita ritualistic laws. Amen. Tuko pamoja na wewe? Now, in religion, you will find a lot of ritualistic laws. Lakini pia ninataka nikufundisha another dimension of ritual law. Na ndio hii. Tuseme umepata corona. And thank God nobody is going to get corona. But let's hypothesize this. Nimepata corona. Hiyo ni kusema mapafu yangu haipumui vile inastahili, si ndio? Kwa hivyo I have a problem. Niko na nini? Na shida. Na ikiwa niko na shida, ni lazima sasa ni rectify ile shida, si ndio? Kwa hivyo mapafu yangu yanastahili kupumua vizuri, lakini kuna shida, mapafu yangu haipumui vizuri. Sasa mimi nachukuliwa, ninapelekwa kwa hospitali. Ni nini nitawekwa? Si nitapewa hewa? Sasa we are following doctrinal laws ambazo ni ritualistic. Ritualistic zitakuwa gani? Nitapelekwa kwa kitanda, nitawekwa mifereji kwa mapua, nitawekwa chakula kwa shingo, na nitalazwa kwa kitanda na nitakuwa isolated, si ndio? Kwa hivyo ukikuja utakuta niko na sheria ninafuata, lakini hizi sheria ambazo daktari amefuata na akaniweka ni za kunisaidia ili niweze kurudi timamu. Kwa hivyo ni wakati nitakuwa timamu, sitahitaji nini? Sitahitaji ritual laws. Tunaelewana sasa? Ritual laws, ikiwa nimekuwa corrected, kama yani ikiwa sasa kama nilikuwa nimekosea na sasa nimetubu na nikaombewa, basi sasa kitu ile nitafanya, nisiporudi kwa dhambi, nikikaa katika utukufu, sitahitaji ile ritual law, si ndio? Kwa hivyo ritual law ni ya kurectify a wrong thing. Tunaelewana sasa? It is called a ritual law. Ndio unasikia tunatubukiza watu kwa maji, that is a ritual law. We go for the Holy Communion, that is a ritual law. We do all the religious rituals, hata tunaweka watu mafuta, si ndio? That is a ritual law. Those are ritual laws. Na hizo ritual laws, the objective is to put things back into their rightful position. Tunaelewana hapo? Now, I will get into the third set of laws. And they are called creative laws. Creative laws. Okay, now I want you to do something. I want you to hold your breath until I say breathe out. Lakini ninajua wengine watandanganya sababu wako na mask. But I want you to hold your breath. And I want you to hold it for 10 minutes. Yeah, hold your breath. What's happening? And your body is refusing the law. Kuna wengine wanapumua na I can hear it. Na wengine wanatoa meaning your body operates within law. Mwili wako kuna sheria ambao unafuata, si ndio? Na sheria ya kwanza, you have to take in air and bring out air. Tell me, ni mara ngapi umeprogram kichwa yako wakati umeenda kwa bed, unaambia my brain usisahau kubreathe before you sleep? Kuna wale wanaweka notebook, you got to breathe. Nimelala lakini
pua usifunge, uendelee kupumua. Do you tell your nose that? What does? Na nikikuja nikukuta ukiwa kwa usigisi, nishike pua na nishike mdomo, what will happen? Your body will react because it operates in a specific law. And if that law is violated, your body will cease to function. Tunaelewana na wewe? So God have created natural laws. Zinaitwa natural laws. Ukiniambia wewe ni ndege, upande pale, alafu uniambia utaruka, mimi nitakukubalia uruke. Lakini we can guarantee you, by the time umefika chini, hiyo miguu itakuwa imefanya nini? Imevujika. Why? Because God have created this world with a law called gravity. Tunaelewana? Those are natural creative laws, and those laws hazina jera, hazita kupeleka jera, zinakuletea kitu tunaita consequences. Tunaelewana na wewe? Ushaka wiki moja bila kula. Ni wachache sana hapa wanaweza kwenda, ama kuna wale wanaenda hizo siku. Ushaka, by the time you are on your third day, your body starts declaring ya kwamba inataka chakula, si ndio? Hata wengine wakikaa kutoka asubuhi, by the time they get in the evening, mama atakuwa na shida sababu utakula ugali kabla mboga hazijapikwa, si ndio? Why? Because you are operating in something called natural creative laws. God have created you with some laws. Some are ritualistic, others are civil laws. Ndizo ninakwambia zinaitwa legislative laws, na kuna zile zinaitwa natural laws. Natural creative laws. Now, I want to read you something. It is in the book of Joshua. I want to read just a few lines so that you can understand something that is very important, because I want to pass you a baton. I want to pass what? A baton. What does a baton in a relay say? Nikikupea baton, my friend told us he is a relay runner. Nikikupea baton, hello, nikikupea baton, by the time nimeshika baton, what does it tell you? So the minute you receive a baton, hakuna class utaenda chini ukae. It's a relay rule that the minute you hold the baton, you sprint. Hiyo ni kusema usiangalie nyuma, wewe ndiye unatakiwa ufanye nini? Ukibia. It means it is your turn to win for us. It's your moment to excel. It is your moment to achieve. It is the hour to express yourself, to stand out. Umenielewa? So now the minute you hold the baton, it's not an issue of negotiation. It's not an issue of discussion. It's an issue of standing out, excelling, and showing yourself. Aha, tunaelewana hapo? Ama nina Kiingereza nyingi sana niongee na Kiswahili. Kila watu, am I really that serious? Yani, muko serious? Is it me who is wrong? Ama ni nyinyi mko wrong? Everybody is like rigid. Mekaa kama Ramrod ama KARURA. Okay. Taongea Kiswahili pengine. Ninataka nikueleze hivi, wakati umepewa baton, baton ni ile kijiti unapea watu wa relay. Ukipewa hiyo iko na maneno inakuongelesha, inasema hii ni wakati wako, hii ni saa yako ya kujidhirisha, na sio uanze kuuliza maswali ni ukibie sababu unajua vile unafanya. Sawa sawa? Na baton inapewa yule mtu ako katika group ya team. If you are in the team, it means you have been validated that you can take part in the whole event. Na ukishindwa tumeshindwa wote, na ukishinda tumeshinda wote. That means you can never work outside the team. Okay? Now, I want to read you something. It is in the book of Joshua. The book of Joshua chapter 1. And tulikubaliana everybody wants to succeed, si ndio? Kuna mtu anataka kufail? Hapana. Let us now talk about
succeeding. Now, God speaking. This is God speaking. If God speaks, what he speaks can be achieved. Sindio? If God speaks. We are in the book of Joshua, and I want to read I want to start from verse 1. I'll read a few. Okay, I can see that we are projecting the computer. Yes, beautiful. We are in the book of Joshua chapter 1. I want to start from the verses 1. Wale ambao wana macho mazuri wanaweza soma ile na wengine. Can I read in Kikuyu? Ama you guys are reading the English version? Let me read in Kikuyu. Listen carefully. Na gugikinya atiri ate Musa ndungata ya Jehova arikia gukua, Jehova akiaria na Joshua wa Nuni uria watungatagira Musa akimwira atiri, Musa ndungata yakwa ni akuite, tondu ucio riu giukire uringe rũĩ rũrũ rwa Jordani we mwene ona andu aya othe muthie mukinye bũrũri uria ngumahe o ucio nguhiri handu o hothe haria mugakinya na ikinya ria maguru manyu hau ni ndamuhe o ta uria nderire Musa, na kuo kundu kuria mihaka yanyu igakinya ni kuma werũ-inĩ o nginya kũu Lebanoni, ona kuma rũĩ rũrĩa rũnene rwĩtagwo Farati, bũrũri wothe wa Hiti o nginya iria-inĩ rĩrĩa inene mwena wa ũrĩa riũa rĩthũagĩra. Gũtikagĩa mũndũ ona ũmwe ũkahota gũgwĩtiria matukũ mothe ma muoyo waku, o ta ũrĩa ũhoro wa witũ watariĩ na Musa, ũhoro witũ na Musa watariĩ, o ũguo noguo ũhoro witũ nawe ũgũikara. Ndigagũtigĩrĩra kana ndigane nawe, gĩa na hinya na ũmĩrĩrie, nĩ gũkorwo nĩwe ũgatũma andũ aya magae bũrũri ũrĩa ndereire maithe mao na mwĩhĩtwa atĩ nĩ ngamahe. No rĩrĩ, now I want you to listen good in verse 7. No rĩrĩ, we gĩta o kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie mũno, ũmenyagĩrĩra gwĩka maũndũ mothe o ta ũrĩa watho ũtariĩ ũrĩa Musa ndungata yakwa agwathire wĩkage. Ndũkanagarũrũke na mwena wa ũrĩo ona kana wa ũmotho, ũtige nĩgetha ũgĩage na ũgĩ maũndũ-inĩ maku handũ o hothe harĩa ũrĩthiaga. Ciugo cia ibuku rĩrĩ rĩa watho, I want you to listen good. Ciugo cia ibuku rĩrĩ rĩa watho itikanatige kwario na kanua gaku, no makĩria nĩũgeciragia mohoro macio mũthenya ona ũtukũ, nĩgetha ũmenyagĩrĩre gwĩka o ta ũrĩa ũhoro wothe ũtariĩ ũrĩa wandĩkĩtwo thĩinĩ warĩo, nĩ gũkorwo weka ũguo mĩthiĩre yaku nĩ ĩgatũma ũgacĩre, ona ningĩ nĩũkagĩaga na ũgĩ maũndũ-inĩ maku. Ithe ti niĩ ngwathĩte we gĩta o kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie mũno, ndũkanetigĩre ona kana ũmake, nĩ ũndũ Jehova Ngai waku e hamwe nawe handũ o hothe harĩa ũrĩthiaga. Uga amen. Now, this book of the law shall not depart out of your mouth. That's the English. Now, a book of law. A book of law. Now, what law? What law is he talking about? This book of law. One of my friends here, Rajira, it's the Bible. Which is good. It is the Bible. We have a number of laws. We have legislative law, we have ritual laws, and we have the, what is the other law? Legislative. Okay, the next one is ritual, and the other one is
creative. That is original creative law. Zile amri ambazo Mungu aliumba dunia naye. Kama vile wewe umeumbwa, you have some creative laws, si ndio? Some creative laws. You are created a woman. That is a law, si ndio? Na tukianza kukupatia mahormones, tujaribu kukumaliza madedi na tujaribu kugame na mwili hiyo yako, hatuwezi kutoa kijana ndani ya wewe. Tutaweza? Why? Because that is God's creation in the order of a woman. The same thing with a man. Hata wale unakutaga vijana najua vijana wengine wanavanga hivi na Daddy, mimi kama if you are a young man na ujaribu kubreak wrist hivi kama msichana, tukupake abi na tukuchape hormones, you still a man. Si ndio? Hata kama utachoma nywele, whatever you will do with your hair and do some abi stuff on your face and do some lipstick game, you're still a. Why? Because that is a creative law. You are declared a man by creation, not by modification. Tunaelewana pamoja sasa? So, you are the people who are going to meet these things. Watu wengine wanajifanya ati ni wanawake na ni wanaume. Those are things you guys will meet. Mimi, Mungu amenisaidia sijaona wengi. Although nimewapata huko nchi za nje, unakutana na wao. Jamaa ako na kabagi hapa, and you look at the guy na unaona this is a real guy na anajising tu ati game nyingine hapo. A name for them. Now, because he is trying to change creative laws. Now I want to pass the baton. All the three types of laws, leo sitazungumzia legislative na sitazungumzia ritual. Leo nitazungumzia kitu inaitwa creative laws. Inherent creative laws. Changa zinakaanga pamoja. For the tree to stay alive, it has to stay within the sun. Si ndio? Mti lazima ukae kwa. That is a law. Na ikiwa unataka hiyo mti uitoe kwa mchanga na unafikiria ati hiyo mti ita survive, I am being frank with you, hiyo mti haita survive. Si ndio? What will happen to it? It will automatically die. Why? Because the creative law demands that the tree stay in the sun. A fish can never, not one time, be removed from water. Sindio? If you remove it from water, it will only live for a short time. Within that short time, it will be dying. Tunaelewana hapo? So the creative laws does not wait. Any creative law does not wait to prove itself. The creative law automatically judges if you abuse it. Tuko pamoja? If you abuse creative law, haigojei Mungu akuingilie ama Mungu akupunish. The law punishes you itself. Na ndio ninakwambia shika mapua ukae bila hata kama Mungu atakuja, kama hautatii hiyo amri ya kupumua, utajikuta umefanya nini? You are dead. Why? Because God placed the creative law for man to understand those laws and to follow those laws. Now, the point is here. If you violate those laws, they have consequences. Naelewana hapo? And now, I come to the real thing. Consequences. Now, young people don't like laws. Let me repeat this. Vijana hawapendagi kusikia mambo ya law. Ukimwambia kijana achukue matatu, upe Noah
my young son here Noah, umpatie matatu na umwambie jioni alete 6,000, hata traffic laws hataki kufuata, atakuwa anapitia right. Kuna watu ya Nduthi hapa kuna watu ya Nduthi wale ambao hawajui keep left ama keep right, si ndio? Lakini ukienda hospitali utakuta just because of breaking a legislative law, unakuta huyo jamaa amevunjika miguu, amewekwa kwa hospitali. Now, but the creative laws are very important. Why are they important? Number one, if you want to succeed in life, the greatest thing you should learn is law. You got to study law. Kila mtu anastahili ajifunze law. What works and what does not work. Tuko pamoja? Na kwa hivyo kama haujui sheria ambao ni ya uubaji, unajikuta mara nyingi unajiumiza. Now, the good thing about law is number one, you can predict the results. Na ndio unaona sasa ni jioni, si ndio? Sisi tuna hakika mzee akikaa hapa aongee sana kutakuwa na giza, so we can predict. Na kukiwa na giza tutachelewa nyumbani, si ndio? So now it is automatic, we know what will happen. Tuko pamoja? Because we have the law of day and night. We have the law of the sun and the law of darkness. Si tunajua hiyo? It is a creative law. Na kwa hivyo Mungu hata kuja asimamishe jua vile alisimamishia Joshua. Predictable, and your failure is predictable. And if those two are predictable, then it means success is a choice and a failure is a choice. Tunaelewana sasa? So if you fail, you are not supposed to blame anybody, because your failure is the sum total of your choices. You choose to defy law, so the law had its repercussions, and the result is what you are getting. Now listen to me and listen good. Success is a result. Can I repeat? Ushindi wa maisha ni matokeo. Kwa hivyo ushindi wa maisha sio ile mnaita nini? Luck. Bahati. Ati huyu jamaa akona bahati na ule jamaa hana bahati. No. Life is not a motorera tikamare. It's not like bahati nasibu. You can predict. If you use the natural law, you can predict you will be successful. If you don't follow the natural law, you can predict that you can fail. Let me explain something. If you are a Form 4 guy, and na ukiwa shule wewe unacheza, you really don't study, you don't give it all, alafu unaingia college, you don't give it all. Hata ukinikuta ukiwa Form 3 uje uniulize niombe ili niweze kupata grade mzuri kwa secondary, I will na mimi nitakwambia 310. Nakumbuka ile 310. Unajua 310 ni nini? Ni Malaki 310. Wewe ulete 310 na mimi nikuombe. Hata nikikula 310 yako hauendi popote. Why? Because I cannot rectify creative law. Si unanielewa? Mimi ni binadamu, siwezi kuchange the creative law. Hiyo ni kusema wewe utaenda na utaaguka sababu you never followed the law. I hope I'm communicating. Ninakufikia, lakini ninakuboa. Ninaona umechoka sana. If we are not following the creative law, we can predict quite easily that the result will be a failure. Sindio? Ebu nikuulize, niko pregnant niko na 6 months pregnant na ninapiga volleyball. Unanikuta ninaangushwa, ninatukumwa, mara ninakongeshwa kwa ukuta. Can you predict the result? You can predict. Kumbe wewe ni prophet. He can be a good prophet. Utaniambia vile kutatokezea. Ati huyo mtoto hataenda full term. Si ndio? So you can prophesy.
Unanielewa wewe? So you don't need a prophet. The minute you know the law, you can predict the results. And that is why I want to pass a baton to the young people. That creative laws are so important that every young man should study creative laws. Though that is the best knowledge you can ever have. Creative laws. Hiyo sio kitu unatakiwa usukumwe, sio kitu unatakiwa atiwambiwe na mtu enda usome. That is why Joshua is being told, you got to meditate on this law, you got to understand this law, you got to walk with this law. And then God swears, Mungu anaapa, anamwambia, and I can guarantee you, wherever your feet will stand, utakuwa mshindi. Pa nchi yoyote ambayo wewe utasimama utakuwa kuja kuwa mshindi, because God knows if you follow the law you are going to do what? To succeed. Amen. So now you are young people. You are on the very starting point of your lives. Some of you are in school. Amen. But I can predict your life. Unacheza kimaisha, and I can tell you the results. Utajikuta na mambo ambao wewe mwenyewe hautakuwa unataka. Why? Because if you violate the law, automatically hatutagojea Mungu akuadhibu. The law itself will work on you. Can I go deeper on this? Yeah? How many know that tukicheza na, if I am a young man na ninacheza na young woman, what is the result? Tunajua? Do we need to go to a biology school to learn that? We don't need to learn that. We know the law. It is creative law, sindio? So now, if I defy that law, consequences sini lazima zitoke. Then kwa nini unajinyonga ati sababu maisha ilienda hivyo? Automatically you made choices. So however you are and wherever you are and however you are, those are results of how you handled the natural creative law. Sindio? Tuko pamoja na wewe? Now let me ask you a question. Nakupenda sana. Mimi nakupenda, hata nikikuona miguu yangu haitembei tena, nitakaa mwezi hii yote bila kula. And I talk to you all that jazz. And then nikikupa hiyo jazz yote, then I'm communicating love. If I am embracing you so that we can violate law, automatically the results zituletee balaa. Sasa hapo ni nani analetea mwenzake shida? See, we are messing things up. Now, I'm not trying to say that you guys are doing that, but what I'm trying to hammer home is that law is very important. Tuko pamoja? Law is, now I want to raise the bar. Law, especially creative, natural law, is supreme. You can take that in. Creative, natural law in life of any human is supreme. Unajua hiyo ni kusema nini? Hiyo inaweza mess up your life forever. Unaweza tu unaona, do you see your neck? Do you know what was created? Shingo yako ilijengewa nini? What do you hang on your neck? Huh? What do you hang on your neck, girl? Girl, what do you have on your neck? I can see a sparkling. Oh, madam. Ule tuko na jina yake nitakujulisha baadaye. Madam, ako na sparkling. She hangs a necklace on her. Huh? She hangs a necklace on her neck, and she looks beautiful. Okay? This is good. Now, let's hang a rope around your neck. Can we hang a rope around your neck? How will it be? We hang a rope around your neck and we hang you up there.
We violate the law that your neck is not supposed to be hanged on a rope. What I'm communicating to you, my friend, is this one important thing. When God speaks of natural laws to be obeyed, ninakuomba tafadhali, I want to pass this baton to you. Some people, hakuna mtu anawaambia hivi, but I happen to be a father with you people. I have loved you all along. Tumetoka na nyinyi mbali, si ndio? Tumetoka kwa junior youth, tumetoka mbali sana. Lakini of all the people I believe in, it is you people. God have separated you from the rest of the world to bless you, to lift your lives up, to prosper you, to make sure that you are successful in life. And now, what God imparts to you is knowledge. It is what? Knowledge. But it is not the natural knowledge. Sio knowledge ya elimu. Anataka awafundishe knowledge about itawasaidia ushindi kimaisha. Amen. And as a result, today I want to request you that today's subject be important in your mind. I know you don't like law, but I will tell you, according to legal fraternity, they have a slogan, and they always say, the law is an ass. Have you ever heard of that? Law is an ass. Najua what msicheke. I'm not talking of your back. I'm not talking of your back. There is an animal called an ass. Haujui? Eh, bwana. You mean your mind are that bad? The law is an ass. By an ass, do you know what a mule is? A mule. Do you know what a donkey is? A donkey, in another name, is called an ass. Okay? So the law, the legal fraternity declares the law is an ass. Do you know what that means? If you try to climb the law, it will kick. And if it kicks, haitaumia, wewe ndiye utafanya nini? Utaumia. So for you to avoid that, the issue today is you got to understand the law. Now, I know nimewachia katikati, but sitaki kuenda zaidi hapo, because if I teach more than that, wengine wamemboeka tafadhali. Wamemboeka, wanataka kusikia music. People really hate learning. Lakini I have no problem with you guys having music, worshiping and praising God. It's a good thing for you. You guys are full of energy. But I also wanted to tell you about your energy, that please protect who you are, protect what you are, take care of the person God have created you to be. And for you to succeed, you got to study the law. You got to study? And which law are we going to study? Now, before I sit down, I want to ask one question. One question. And then I'll sit down. The 10 commandments. The 10? What are they? Are they natural laws? Are they legislative laws? Are they natural creative laws? Are they legislative laws? Or are they ritual laws? I want an answer. And if you don't answer, I won't answer it. I'll leave you to think through. What are they? The 10 commandments. What were they? Were they legislative? Were they ritual? Ama zilikuwa inherent creative laws? Inherent creative? Yes, they were inherent creative laws. Hello? The 10 commandments, they are what? Our brother have answered. Inherent creative laws. So, if they are inherent, then it means they are an ass. They can kick you. Sindio?
ukizikosea haitahitaji Mungu akuje. Hizo zenyewe ndizo zitakuadhibu. Tunaelewana hapo? So wewe utakuwa unasema umelogwa, haujalogwa. Inherent creative laws, they bite. Kwa hivyo kama nikiua mtu zitaanza kunifua. It will follow me up and it will deal with me and give me the consequences of the wrong that I did. Tunaelewana hapo? Kama vile gravity, if I defile gravity, ikiwa itanivuja miguu, that is the same case nikiiba vitu za mtu, sababu itanifuata. They are inherent creative laws. Na legislative zote zile unasikianga katika dunia in our penal code, zote zinafuata the only 10. Tuko pamoja na wewe? Now, do you understand law? So now you are usibabaishwe na lawyer. Sasa mimi nimekufanya lawyer. And you are better lawyer because you know the repercussions of the natural creative. We call them inherent. That means laws that are inherent inside of you. Amen. Tumeelewana hapo? Yani zimeundwa ndani ya, ni kama vile samaki haedagi shule ya swimming. Ushasikia samaki a school, ushasikia a school of fish. Unajua kuna watu a school of fish. Negwa shiro school of fish. Samaki nyingi shita wacha. A group of fish zinaitwa school, si ndio? Lakini sio shule. Samaki haedagi kusoma kuswim. Ako na inherent law. Akizaliwa anakuanga nini? He knows how to swim. Now listen, because I'm passing this baton to you. Na ndege, the birds. Have you ever seen birds go to school to learn how to fly? Hey. Have you ever seen a school to train the antelope how to run? Now listen, and listen good to me. God created man, and that is you, with an inherent authority, power, and dominion to succeed in life. Hebu sikiza tena. Mungu aliumba binadamu, mwanamke na mwanaume katika dunia hii, na ndani ya huyo mtu aliweka sheria za ushindi ndani yake. Amen. Umenisikia? Nitarudia tena. Wewe umeundwa na Mungu, na Mungu ndani yako ameweka sheria na amri za kukuwezesha kushinda. So you got to pursue those laws, study those laws, understand those laws, follow those laws, and it is a guarantee that you will succeed in life. Amen. You are created for success, and in fact that is why everybody gets mad when he does not succeed. Sababu tumezaliwa ili tuweze kufanya nini? Kushinda. We are victorious. We are successful creatures. Sisi wakati tumeshinda ndio Mungu anainuliwa. When God lifts you up in your younghood, that is when his name is glorified. Amen. So now, because that is how you are created, what can stop you is if you defile the creative natural laws which God have prepared for you. Now, listen to this. Anywhere, and anybody who does not follow law, wherever law is not followed, what do we get? Kama sheria hazifuatwi. Halo, mlipoingia hapa, mlikuta viti vimepangwa? Halo? Niongelesheni tafadhali. Usinikimia hivi. Ama yani nimechelewesha mchele. Siwaambie tu utawapea. My friend, situkubaliane. Utawapea chai? Iko chai. Kwa hivyo usikasirike. Now, I wanted to tell you this. Whenever ulipokuta viti zimewekwa, ulifanya nini? Ulifuata vile zilikuwa zimewekwa, si ndio? Na ukaketi mahali ulikuta kiti, si ndio? Haya,
Kwa hivyo tukawa na kitu inaitwa order. Tukawa na kitu inaitwa order. God is a God of order. Now, kama mtu angesema sitaki zikae vile zilikuwa, I don't care ni nani alipanga, mimi nitazichukua nitakaa mahali ninataka. Mwingine aigize yake hapa, mwingine aigize pale. What are we going to have? So whenever we don't follow law, we walk in chaos. Tunaelewana? So if we don't follow law, we get into chaos. And who works in confusion? Who works in confusion? In ignorance and confusion. Shetani ndiye anatumia giza, confusion na disorder. Amen. So you got to learn to work. Whenever you follow the law, everything moves in order. And because God is a God of order, you achieve your goals. If you walk in disorder, it means you want to work without laws. Now, wale ambao, whenever there are no laws, there is chaos and disorder. Amen. Sijui kama umepata ya leo. Umepata ya leo? I hope I have passed this baton. It's a very important baton to you. If you pick it and run with it, I will guarantee you one thing. You will succeed in life. You are created for success. In fact, God looks bad when you don't succeed. Huh? Nega na mare masamania na mazidizi kwa meira fara. Niyo kira kegira giome kole fara. Aria mame akire matiendaga ritwa riao rithuke. Wagwa mange kore kwa miteni kumihama magathi nao igathondekwo matingenda Mercedes ikorwo bara tondu ni guthukia thukagia ritwa riao aria mamithondekete ni wanyita nake Ngai ndendaga mundu urafail tondu mundu wothe urafail aconorithagia ritwa ria Jehova. Riu nikio akite uhotani thiini wa ngoro yaku nigetha uture wi muhotani ritwa riake rigocagwo. Amen. So your success is good for God, for the glory of His name. So can we follow the law and succeed in Jesus' name? Amen. I hope I have communicated one of the most important issues. I know, sio ile ya kupiga makofi na kufurahia na kuinua nini bless you. I'm not really to that. Mimi sitakwambia you will be blessed. No. I have given you a practical way of how you can take a baton, run with it, and succeed in life. Amen. And know that your life has beginning. So now, in the name of the Lord, I agree. I have taken slightly more than the necessary time. Lakini I hope, above all, hope that you have grasped something that will bless your life. Mimi sikukupa elemende, nimekupatia. Shukrani.